Umeongelea jambo kubwa la kuhama wizara. Nikiri nilipanga mwanzoni wakati hoja inatolewa, nilipanga kutamka hapa mnahamia wizara gani. Lakini baada ya hoja kuwa zimekuja tofauti, nimeona iwe busara tujiratibu vizuri ili kuweza kuaccommodate, kuweza kujumuisha haya maoni yote mlioyatoa. Kwa mfano, wapo ambao walisema muende moja kwa moja viwanda na biashara. Ni kweli ndio wizara inayoshughulika na masuala ya viwanda. Kwa ni hoja yenye mantiki, waweze kuwaratibu. Tunataka mkue muende kwenye biashara, mkue muende kwenye viwanda. Ni hoja ambayo ina busara. Lakini wapo ambao wamesema muende wizara ya vijana, na kwa kweli ni hoja ambayo ina mantiki, kwa sababu Mheshimiwa Rais ameunda wizara mahususi inayosimamia masuala ya vijana, na katika uundwaji wake Mheshimiwa Rais bado anaijaziliza. Ameshateua waziri, ameshateua katibu mkuu, na ataendelea kuitengeneza. Kwa hiyo iko busara ya kuona wengine wamesema na mifuko ile iende pale. Kwa hiyo mnaona kwamba iko busara ya kujikoka sisi ndani ya serikali ili lile tutakaloliamua liwe limejumuisha hizi hoja zote. Lakini iko hoja hapa, mwenyekiti alikuwa ananigusa bega kila wakati. Anasema lakini nadhani tuende TAMISEMI. Kwa sababu gani? Kwa sababu kule ndiko wako walio karibu nasi sana. Tukitaka eneo mkoani, tukiwa TAMISEMI hapo tunampata mkuu wa mkoa. Tukitaka wilayani, yuko hapo mkuu wa wilaya. Unaona, na lenyewe lina mantiki yake kwamba kwa kweli mratibu wa kwanza wa karibu pale kote mlipo ni TAMISEMI, kwa sababu mkitaka eneo hapo ndio wako hapo. Ukionewa yuko hapo mkuu wa mkoa, yuko hapo mkuu wa wilaya, na hawa wote ni wawakilishi wa Mheshimiwa Rais. Sasa ukiziunganisha hizi hoja zote na hata pale mlipo pia pana mantiki yake. Si mnaona hata mwanaume akipigwa mama anavyoamkaga usiku. Kwa hiyo zote zina mantiki. Niwape moja la uhakika kwamba tutafanya mabadiliko, mtahama kutoka kwenye hii wizara. Lakini kuhusu mnahamia wizara gani na tamko rasmi la serikali kwa taratibu za kiserikali, niwaombe mtoe kafursa kidogo. Tutajikokas ndani ya serikali, lakini tutawashirikisha na viongozi wenu ili tufanye jambo ambalo kweli litawarahisishia shughuli zenu, litawarahisishia kupata haya ambayo tumeongea. Mnaonaje tukifanya hivyo? Mnaonaje hilo tukiliamlia hivyo? Mnaonaje hilo tukiliamlia hivyo? Ni sahihi. Kwa hiyo asante sana. Kwa hiyo waheshimiwa mawaziri, ninyi anzeni mara moja, na makatibu wakuu wako hapa, anzeni mara moja kuangalia hizi hoja zote, ili baada ya hapo iwepo wizara moja ambao makundi haya yatakuwa, na wizara zingine wataendelea kufanya kwa uratibu wakiwa wanaratibiwa na wizara ambayo makundi haya yatakuwa. Hilo si tumekubaliana, ndugu zangu? Tutatoa tamko rasmi la serikali kuhusu jambo hili. Jambo la pili, mmeongelea kuhusu swala linalohusiana na maeneo ambayo yanatengenezwa. Nimeyaona mapendekezo haya, na mimi ni muumini wa hiki mlichopendekeza, kwamba kwa aina ya shughuli mnazofanya, iwe bodaboda, iwe bajaji, iwe mamalishe, iwe machinga, ninyi kigezo cha kwanza kinachotakiwa kuzingatiwa ni upatikanaji wa wateja. Ili hizi ziwe biashara, lazima tukatege pale ambapo wahitaji hao wapo. Kwa hiyo nielekeze, na bahati nzuri waziri wa TAMISEMI yuko hapa, nielekeze mikoa yote washirikishe viongozi wa makundi haya
na kama jambo hilo linawazidi kimo, walipokee, walilete, tulichakate ili tulifanyie uamuzi. Ili tuweze kurasimisha hizi shughuli mnazofanya, lazima kama nchi tukubali gharama. Kama eneo linalofaa linahitaji fidia, tukubali kubeba fidia ili bodaboda, ili machinga, ili mamalishe wapate eneo la kufanyia kazi. Kwa hiyo ninyi bainisheni maeneo, na haya ndio maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais aliyatoa. Ndio maana tumepata ile eneo hapa la Jangwani, ni kwa utaratibu huo, na maeneo mengine na mikoa mingine. Ukienda pale Dodoma, serikali pia ilitoa eneo hivyo na jengo limejengwa na fedha zikapatikana, na mmeona lile ambalo limepatikana, na mengine yataendelea kujengwa. Kwa hiyo viongozi wa makundi haya katika mikoa, bainisheni maeneo yenu, na mkishabainisha kama ambavyo mengine nimetajiwa kwenye risala, yakiwemo ya hapa Dar es Salaam, yakiwemo Mwanza, yakiwemo Rukwa, yakiwemo kote ambako nimepata hapa, na mikoa mingine kote ambako kuna changamoto ya aina hii. Bainisheni, kama mikoa wataweza kumudu watekeleze, kama hawatamudu walete ngazi za juu, ili tuweze kuona ni namna gani haya tunayafanyia kazi. Katika miaka mitano inayokuja, kuanzia mwaka wa fedha huu, Mheshimiwa Rais ameelekeza tutakwenda kuongeza fedha kwenye ile fedha ya mafungu ya vijana, wanawake na makundi maalum. Tutaenda kuongeza fedha nyingine kwa ajili ya miundombinu. Fedha hiyo itatumika kupata maeneo na itatumika kujenga maeneo hayo kwa ajili ya kufanyia hizi shughuli. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba hii hoja tumeipokea, na mimi nitaendelea kukutana pia na viongozi wenu hao ili niyapokee hayo. Mkishapata yale maeneo, mkiona mnakwama, ofisi yangu iko wazi, ofisi ya mheshimiwa iko wazi, ya Mheshimiwa Rais iko wazi, na mimi ndo wamenituma kusimamia hizi shughuli. Njooni mkoa wote unakotoka, lete mapendekezo, tena nitakurudishia na nauli, nitakupatia na ya kurudia. Ni lazima tupate maeneo yenye hadhi ya kufanyia hizi shughuli. Hatutaweza kupiga vita umaskini na tukashinda kama hatutapata kazi kwa ajili ya watu wetu. Kazi ndio kipimo cha utu. Kwa hiyo tutaifanya, na waheshimiwa mawaziri wa sekta zote hizi ambazo zinahusika wapo hapa. Hilo jambo tutalifanya ili kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya. Na Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI waelekeze, na Mheshimiwa Waziri wa Viwanda, wote mko hapa, na Mheshimiwa Waziri wa Vijana mko hapa, waelekezeni maafisa wenu wanaosimamia masoko yanapojengwa. Nilitoa maelekezo haya Dodoma na narudia tena hapa. Upo utaratibu, serikali inatumia gharama kujenga maeneo kwa ajili ya bodaboda, machinga, mamalishi. Wanatokea baadhi ya watumishi wa serikali wasio waaminifu, wanawahi wanaenda wanakuapua yale maeneo, alafu wao ndo wanaanza kuwapangishia wale ambao walikuwa wamelenga. Hili si kusudi la serikali, na nilielekeza kila eneo chunguzi zifanyike. Kama yuko afisa wa serikali alienda akakuapua, na ndio akaanza yeye kukusanya fedha, na yeye ndio kawapangishia wale wanaofanya biashara, na yeye kaongeza bei ambayo si serikali iliyokuwa imepanga. Haya ni makosa ya kimaadili, watu wa aina hiyo wachukuliwe hatua. Fuatilieni kote, na kwenye maeneo mengine tunayotenga na tunayojenga kwa ajili mahususi kwa ajili ya wafanyabiashara hawa ndogo ndogo na makundi haya tulionayo hapa, yafanye kazi zile ambazo maeneo hayo yalikusudiwa.
Kwa hiyo hili tutalifanyia kazi katika maeneo yaliyopo na yale ambayo tutayajenga. Lakini pia tulipitisha sheria inayotaka kazi inazoweza kufanywa na Watanzania zifanywe na Watanzania. Tumeweka mpaka sheria. Nilishaisema na leo Mheshimiwa Waziri upo, pelekeni operation kote kule. Maeneo ambako biashara zinaweza kufanywa na Watanzania zifanywe na Watanzania. Tumeweka sheria, itekelezeni sheria hiyo. Tekelezeni sheria hiyo. Wala msipate shida, kila mtu anakwao, wala sio ubaguzi. Mungu alitupa nchi hii, ni Tanzania ni ya Watanzania, Afrika ni ya Waafrika. Kwa hiyo huu wala sio ubaguzi. Na wale watakaofanya shughuli hapa kwetu wafuate taratibu na sheria tulizoziweka. Kwa hiyo hii serikali tumepokea hoja hiyo na tutaitekeleza, na sheria tulishapitisha. Lakini lingine ambalo mmeliongea linalohusiana na mikopo, ili nimezipokea hizi changamoto, na tumemsikia afisa wa NMB, na tumepokea pendekezo la mabenki mengine. Nitakaa na hizi taasisi za kifedha pamoja na wizara hizi husika pamoja na Wizara ya Fedha, na lenyewe ili tukishalichakata tukapitia hizi changamoto mnazozipitia ili turekebishe yale ambayo tulikuwa tumeyaweka, alafu baada ya hapo tutatoa taarifa. Ni kweli ukishasema fedha hii inaenda kwa bodaboda, ukasema fedha hii inaenda kwa machinga, ukasema fedha hii inaenda kwa mamalishe, halafu ukaweka sharti la hati ya nyumba, umeshamkatalia kwa mkono mwingine. Utakuwa umempa kwa mkono mwingine na ukamnyang'anya kwa mkono mwingine. Kwa hiyo tutakaa ili tuweze kukubaliana. Huwezi ukamwambia mamalishe atoe hati ya nyumba, bodaboda atoe hati ya nyumba, machinga atoe hati ya nyumba. Hiyo sio. Tutatumia utaratibu huu ambao viongozi wamesema hapa, tutakubaliana na wenzetu, kwa sababu lengo tunataka kusaidia makundi haya yaweze kunufaika na lengo la serikali la kuwapatia mikopo iliyo nafuu, ili waweze kuachana na mikopo ile mingine yenye masharti makali zaidi ambayo inatia umaskini wananchi wengi wa Tanzania. Kwa bodaboda tumewasikia, maafisa usafirishaji tumewasikia, machinga tumewasikia, na mama zangu wa mamalishe tumewasikia. Na mamalishe, tembeni mkideka kabisa, kwa sababu na mke wangu aliwahi kuwa mamalishe. Na akitokea mtu ile migambo wale waliokuwa wanawasumbua akigusa sahani yako, mwambie unagusa sahani ya mke wa waziri mkuu hapa. Kwa hiyo tumepokea hizi, naomba mridhie, tutakaa na taasisi hizi za kifedha na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tutatue mkwamo popote pale unapojitokeza kuhusiana na lengo. Nia ilikuwa njema sana, kwa sababu ni kweli hizi fedha kuna maeneo mengi, hata nyie hapo mmekiri, zilikuwa zinaenda kwenye makundi ambayo hayakukusudiwa. Ni kweli kabisa, zilikuwa zinaenda kwenye makundi ambayo hayakukusudiwa. Vikundi vingine vilikuwa hewa, hata havifanyi kazi. Kwa hiyo zilikuwa zinaenda kwenye maeneo ambayo watu wanagawana, na vikundi hivyo hata havifanyi kazi. Serikali ilitaka fedha hizi zije kwenu ninyi wenyewe mnaofanya kazi. Kwa hiyo tutatatua tu hili tatizo la kuhusu mnapataje, lakini lengo ni kwamba zije kwenu mnaofanya kazi hiyo. Kwa hiyo hii tutaifanyia kazi, na yenyewe tutawasiliana mapema. Kuna maeneo mengine ambayo mmeongelea yanayohusiana sheria na kanuni zile ambazo huwa zinabadilishwa kwa kupitia bajeti yetu ya serikali. Sasa hivi ndo bajeti ya serikali imeanza. Tunaweza tusiite kundi lote ili kwa ukubwa wake. Tutawaita viongozi wenu, tukae na wenzetu wa mamlaka ya mapato, tukae na wenzetu wa Wizara ya Fedha, ili tunapokwenda kubadilisha sheria. Mnakumbuka zile zingine tulikuwa tunazibadilisha kupitia bunge. Hatuwezi tukatamka tu leo hapa kwa sababu ni sheria zilizotungwa na bunge. Lakini tutakaa kabla ya bunge la bajeti ili ziweze kuingia kwenye bunge la bajeti na ziweze kubadilishwa kama tulivyobadilisha zile zingine. Hoja zenu ni za msingi, tumepokea na zina mashiko. Kwa hiyo tutafanya utaratibu ule ili ziweze kufuata taratibu zile ambazo tumekuwa tukizitumia. Nimepokea na ile ya masuala ya faini. Ni iwe sawa sawa na gari. Tunaweza hata tukaongeza kwa bodaboda
kama gari ni siku 7, bodaboda na bajaji hawa ni wadogo, tunaweza tukaongeza ili wajikusanye. Na mimi nilishasema katika baadhi ya mikutano, tuna rais wa mfano kwa kuwahurumia Watanzania. Alipochukua madaraka alisema hataki kuendesha serikali kwa fedha ya dhuluma. Fuatilieni, hii haijawahi kutokea. Ni hali ya juu sana ya kujali haki, ni hali ya juu sana ya kuwahurumia unaowaongoza. Na akaelekeza mamlaka ya mapato, kama kuna mliochukua fedha zaidi ya makadirio warudishieni. Mimi niliwahi kuona kwenye vitabu vitukufu, lakini rais wetu amefanya na watu wamerudishiwa. Anasema kama mmechukua zaidi ya iliyotakiwa warudishieni. Fuatilieni watu wa maduka ya fedha za kubadilishia maduka ya kubadilishania fedha, ilikuwa imekadiriwa fedha kuliko ambayo ilitakiwa, walirudishiwa. Na taasisi zingine zote tuenende na uelekeo huo aliotoa Mheshimiwa Rais. Kama tumekubaliana hii ni faini, hatuna haja ya kubambika makosa ili fedha ile iwe kubwa. Tuende na utaratibu ule ambao tumekubaliana. Lakini pia kama tumekubaliana kwamba hii ni faini, mpeni kitendea kazi chake ili akatafute fedha. Una haja ya kushikilia kitendea kazi na huko unasubiri faini. Wala mambo haya tusifanye ni ya ugomvi. Utaratibu ni kama kwenye mpira tulishaweka kwamba ukifanya kosa hili unapewa kadi. Ukipewa kadi wanapokeaga wakiwa wanatabasamu tu. Kama tumekubaliana kwamba hii ukifanya kosa hili una faini, wala tusiviziane. Mpeni kitendea kazi chake, iwe baiskeli, iwe mkokoteni, iwe bajaji, mpeni akafanyie kazi, awaletee faini. Lazima tuheshimu ofisi za watu. Mheshimiwa Waziri, utajisikiaje ukiamka unaelekea ofisini kwako unakuta ofisi ilishachukuliwa au imefungwa? Wenzetu hawa ofisi yao ndio hiyo anayofanyia kazi. Wa usafirishaji, ule usafiri ndio ofisi yake. Ukishikilia ofisi yake unasababisha watoto wake walale njaa. Unasababisha afukuzwe kwenye nyumba aliyopanga. Unasababisha asitibu mgonjwa ambaye anahitaji msaada wake wa matibabu. Anaweza akawa mke wake anahitaji kujifungua. Unasababisha akose fedha hiyo. Kwa hiyo haya mambo yana mapana na marefu kuliko pale unapoona wewe pale unapofanya uamuzi. Hivyo sahani ya mamalisha wewe unaweza ukaiona ni sahani tu, tena ukaiona ya chuma. Mimi nikwambie hiyo ni ofisi. Hiyo ni ofisi. Mimi nimewahi tunzwa kwa miezi kadhaa na mke wangu akiwa anafanya hiyo shughuli ya mamalisha. Na mkanda nje nilikuwa navaa. Lazima tuheshimu ofisi hizi za watu. Na hiyo ndo njia ya kuweza kufanya watu waweze kukua, waweze kuwa rasmi. Tuwe na biashara nyingi zilizo rasmi. Kwa hiyo tumepokea masuala yale yanayohusisha mikataba. Masuala yale yanayohusisha mikataba tutayafanyia kazi, na nitumie fursa hii kuwatangazia kwamba pia zinatokea nafasi zinazohusisha masuala ya usafirishaji, na mengine yanatokea hata ya nje ya nchi. Kuna mikataba, kuna mahitaji ya aina hiyo hata nje ya nchi. Wanahitaji bodaboda, madereva wa bodaboda, madereva wa bajaji, madereva wa magari pamoja na field zingine. Niwaombe wa Tanzania, mchangamke wa TAMISEMI, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, warahisishieni kupata nyaraka zinazoweza kuwaruhusu wasafiri kwenda kunufaika na nafasi hizo.
najua yatahitaji masuala ya passport, najua yatahitaji masuala ya utambulisho. Shirikianeni na Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Kazi, Wizara ya Mambo ya Ndani, mharakishe michakato ya kuwawezesha Watanzania wanaopata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya nchi. Najua hata sasa kuna mahitaji ya aina hiyo mengi tu. Shirikianeni, wale ambao wako tayari, wale ambao wako tayari, shirikianeni ili wapate ile misaada ambayo inahitajika toka serikalini, ikiwemo mshirikiane na vyama hivi pia, uongozi wa haya makundi ambayo tuko nayo. Wale ambao wako tayari waweze kwenda. Na mimi niwaelekeze watu wa Wizara ya Kazi, msifanye maamuzi bila kuwashirikisha hata hawa viongozi ambao ndio wanawawakilisha hawa. Kuna wakati maombi hayo yanakuja, mnajadiliana bila kuwashirikisha wahusika, mnakataa bila kuwashirikisha wahusika. Hamtaki wenzenu wapande hata ndege? Ndiyo, mmepewa nafasi ya kuratibu, lakini hamjapewa nafasi kuamua kwa niaba yao. Waulizeni, kuna nafasi za pikipiki, wanatakiwa taja nchi yoyote ile. Unataka kwenda? Kipato chake kiko hivi, uko tayari? Waseme basi. Ninyi mnashauriana tu, unasema huko baridi, mbona nyewe huwa mnaenda? Si wataenda na makoti yao? Wanasema nchi hiyo inaongea Kiingereza tu. Nani kakwambia hao hawajui Kiingereza? Si hapa mmeniambia maneno mengi tu ya Kiingereza. Ninyi hamjui Kiingereza nyie? Umesikia Mheshimiwa Waziri, hata mamalisha wamesema wanajua Kiingereza. Kwa hiyo nilikuwa natoa maelekezo serious kwenye hili jambo kwamba Wizara ya Kazi, Wizara ya Mambo ya Ndani, TAMISEMI pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje, tuna fursa nyingi zinakuja za kazi. Punde zinapokuja, shirikianeni na moja kwa moja na uongozi wa hizi taasisi ili matangazo haya yawafikie wahusika. Na wekeni wazi vigezo vyote na manufaa yaliyoko ndani yake ili yawasaidie kuamua. Na wale watakao kuwa wameamua, wawezesheni wapate haraka nyaraka zinatakiwa kitu ili waweze kwenda kushiriki kupata fursa ya aina hii. Kule tunakosafiri kuna baadhi ya nchi yeyote unayemgusa, ukitaja wewe unamuuliza afisa usafirishaji, iwe taksi iwe nini iwe, unamuuliza, unakutana, utadhania wananchi kwenye hiyo nchi wako wengi. Wamepataje? Ni kwa taratibu hizi nafasi zinakuja, wanaulizwa wahusika. Na hivi sasa hivi tunavyoongea, ninazo taarifa kuna nchi kadhaa zinahitaji idadi kubwa ya kutosha ya waendesha bodaboda. Ya waendesha bajaji, ya waendesha taksi, pamoja na mamalishe. Na nyie mpo. Kwa hiyo Wizara ya Kazi, Wizara ya Mambo ya Ndani pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje, shirikianeni, haya yafanyeni haraka. Haya mambo yanayohusisha sekta binafsi si ya kusubiri. Ukipoteza muda wanachukua nchi nyingine. Kwa hiyo nilikuwa naelezea hili, lakini nikiwasisitizia kwamba tumepokea na yale mikanganyiko mnayosema kwenye mikataba ile inayowabana, inayokuwa ya kinyanyasaji, tumepokea.
tutakaa na viongozi wenu tuipate kwa undani ili tuweze kwenda moja kwa moja kwa wahusika. Kwenye hoja ambazo mlizitoa kwa kiwango kikubwa tumezipokea. Mwishoni tutakapokuwa tunaondoka tutaangalia hii ya mfumo, na yenyewe mmesema serikali iangalie uwezekano wa kuliunga mkono jambo hili ili liweze kufanyika, na mimi nakubaliana nanyi kwamba jambo la aina hii likifanyika lina manufaa makubwa. Kwa hiyo tutajiratibu ndani ya serikali ili kuweza kuhakikisha jambo hili linaendelea na linakamilika. Tutaangalia haya maeneo yanayohusiana na masuala ya leseni. Mmeongea sana kuhusu leseni kwamba waliopo na leseni sasa hivi ni wachache tu. Kwa hiyo hii na yenyewe tumepokea kati ya kikao kazi kile ambacho tutakaa, na lenyewe itakuwa sehemu ya jambo la kujadiliwa ili kuwezesha kuweka kiwango ambacho kila mtu atamudu na kufanya kila moja aweze kupata hiyo leseni. Mmeongelea la bima ambalo mliunganisha pamoja na jambo la leseni, na yenyewe tumepokea. Tutakaa kwenye hicho kikao kazi ili tuipate, ili tuweze kupitia maeneo ambayo yanatakiwa yarekebishwe. Kama nilivyowaambia wakati ule kwamba tunahitaji tuende moja kwa moja kwenye maeneo ambayo yanarekebishwa, na yale ambayo yanarekebishwa na mwanasheria mkuu wa serikali kwa sheria mbalimbali yarekebishwe, na yale yanayorekebishwa na waziri wa fedha kupitia mswada wa fedha na yenyewe yaweze kufanyika wakati wa bunge. Kwa hiyo tumeyapokea yote hayo mawili. Kwa yale ya sheria yatafanyika kwa sheria, na kwa yale ya mswada yatafanyika kwa mswada kama ambavyo tumekwisha kufanya. Kuna masuala ya mafunzo ya usalama barabarani. Mamlaka za serikali za mitaa zishirikiane na Wizara ya Mambo ya Ndani pamoja na taasisi zote zinazohusika, yaani LATRA pamoja na VETA, ili kuweza kutoa elimu endelevu inayoweza kuzingatia masuala haya ya ulinzi, sheria za ulinzi pamoja na usalama wa abiria. Bahati moja nzuri sana, mimi nimewahi kuwa waziri wa mambo ya ndani. Natambua haya ambayo mmeyaelezea hapa, na wenzangu hao hapa wamepata fursa mara kadhaa ambapo wanakaa na wenzetu hawa wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao wanahusiana na masuala haya ya usafirishaji. Kwa hiyo hii na yenyewe tumeipokea, lakini elimu zile ziendelee. Na mimi nitoe rai kwenu na ninyi pia kwenye ushirika wenu huu muambizane. Chombo cha moto ni cha moto tu, ni hatari. Ukienda kwenye mahospitali takwimu zile zinatisha. Kwa hiyo sote tuambizane pale ambapo tunaweza kuepuka tuweze kuepuka. Iwe ajali kweli. Kuna maeneo mengine ajali zile ni za mzaa sana, na anaondoka mtu anayetegemewa, ama anapata ulemavu mtu anayetegemewa, anategemewa na familia, anategemewa na taifa. Hii sote tunapokaa kule tuambizaneni. Lakini sio hiyo peke yake. Nimefurahishwa jinsi ambavyo mko sensitive na masuala ya kiusalama. Hili na lenyewe msingi, ndio maana tunasema tutaunga mkono jambo hili la mfumo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunalinda masuala hayo ya kiusalama. Kupitia ahadi ambazo zimetolewa na Mheshimiwa Rais patikana. Kwa hiyo waelekezo wa waziri, kaeni na taasisi kuratibu haraka hizi fedha ambazo zilitolewa ahadi ya ndani ya siku 100 na Mheshimiwa Rais. Zile bilioni 200. Fedha ipo, ratibuni haraka utaratibu wa watu wetu kuweza kuzipata fedha hizo. Masuala ya kanzidata
tutaona hapa jinsi ambavyo mmefanya, na sisi tutazingatia huku ndani ya serikali na aina ya msaada ambao mnahitaji ili kuweza kuharakisha. Changamoto za maeneo ya masoko nimeshataja kwa kirefu, kwa hiyo naamini hiyo tutakapokuwa tumeiratibu na ninyi huko, pendekezeni, kaeni na mikoa, mkishayapata viongozi mfanye huo utaratibu kama tulivyosema, ili tuweze kuyapata na tuweze kuhakikisha tunachukua hatua ambazo zinastahili. Tumeshafanya katika maeneo mengi, naamini tunaweza tukafanya hivyo. Maeneo yanaweza yakawa ya fidia, yanaweza yakawa ya wazi, yanaweza yakawa ya kuyaendeleza ambayo yanahitaji yawe ya kisasa. Kuna baadhi ya maeneo, masoko ya machinga, masoko ya hata vituo hivi vya bodaboda ama bajaji ama mamalishe ni ya kizamani sana. Ndio hiyo Mheshimiwa Rais amesema tutatenga fedha ya miundombinu. Kuna baadhi ya maeneo ukienda kwenye soko hilo unakuta, kwa sisi tuliokulia jamii za kifugaji, mvua ikinyesha linakuwa zizi, tope. Kwa hiyo haya yote yatafanyiwa kazi. Niendelee kurejea, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, mama ambaye ameonyesha mfano wa kuwahurumia Watanzania, ameonyesha mfano wa kusimamia haki, kama ambavyo nimetoka kusema katika baadhi ya maeneo, mifano aliyoitoa ikiwemo ya wale watu waliokuwa wameonewa. Tutaendelea kusimamia ili muweze kufanya kazi kwa uhuru na muweze kupiga hatua za kimaendeleo. Tutaendelea kuyasimamia, msisite kusema kama mna jambo ambalo mnaona halijakaa sawa katika eneo lenu mnakofanyia kazi. Fikeni katika ofisi ya serikali, fikeni kwa mkuu wa wilaya, fikeni kwa mkuu wa mkoa, na ikipita huko njooni hata kwenye wizara, njooni hata kwenye ofisi yangu. Na nikupongeze Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa mfano huu ulioonesha. Nimeshapita na maeneo mengine. Hiki ndiko Dr. Samia anachotaka. Viongozi waende kusimamia na kushughulikia matatizo ya wananchi, waende kutatua kero zinazowakabili wananchi. Mifano hii ni mizuri na naelekeza na kwingine kote. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, waandikie na kwingine kote wafanye namna hiyo na wachukue hatua. Hatutaki watu asha